recently, one Honorable Kalonzo Musyoka, it appears like he has already slowed down his engagement with the opposition campaigns. Does it concern you? There is a speculation that he is engaging with the government. Sikia ndugu yangu. Si utafuta Kalonzo umuulize hiyo swali. Does it concern you? Mimi naitwa Rigathi Gachagua. Does it concern you? Mimi naitwa Rigathi Gachagua. Mimi ile kitu that concerns me ni vile Ruto ataenda nyumbani. Hiyo ndio iko kwa kichwa yangu. Hiyo ni uliza vile ataenda nyumbani. Ile iko number 2 ni vile hii mlima haita. Vile itakaa kama jamii moja. Kwa sababu nguvu yetu, umoja wetu ndio nguvu yetu. Na ndio Ruto aende nyumbani lazima hii mlima ikae ikiwa kitu. Mimi ndizo hiyo maneno mawili. Nyingine tafuta Kalonzo. Unahisi kama unahitaji Kalonzo kwenye muungano wa upinzani? Mimi Kalonzo si tunafanya kazi na yeye, lakini vile anaendesha siasa yake, unajua kila mtu is different. Kila mtu ni tofauti. Mimi yangu ni kuunganisha mlima. Namba 2 ni kutafuta marafiki. Nimetafuta wako DCP. Nairobi nimeunganisha. Kalonzo ni rafiki yangu. Wamalwa ni rafiki yangu. Mimi nimepanga siasa yangu vizuri. Lakini vile kiongozi anaendesha siasa yake day to day, hiyo swali utamtafuta umuulize. Okay, ikifika hapo mbele kwenye kutafuta kiongozi wa pamoja. Karata iangukie Kalonzo na vile anaenda pole pole, je, utamuunga mkono? Sasa hatujafika hapo. Mbona nataka tu. Walisema hatuna pesa. Nataka niwaonyeshe pesa ile tumeokota leo. Nipatie hiyo pesa iko hapo ndani. Pesa ya wananchi. Pesa ya wananchi. Haya. Tulianza pale Kiminini. Hii mfuko ni pesa imejaa. Hii ni pesa. Ngoja. Unaona hii pesa? Hii ni ya soko ya Kiminini. Tayari wamejaza mafuta ya Sifuna kwenda rally ambayo tunaenda next kule Homa Bay. Ndio hii pesa. Haya. Tukafika Kamukuywa. Unaona hii debe? Hii yote ni pesa ya soko ya Kamukuywa. Wamesema tukitoka Homa Bay tuende Meru. Nataka niwaulize watu wa Kimilili. Kuna mahali hamtaki tuende? Tuombe kura kila mahali. Tuende mpaka Meru. Mimi sitawaangusha, lakini na nyinyi msiniangushe, si ndio? Hatutaki pesa ya hao mabilionea wakae na pesa yao. Mimi nataka nikuwe na deni ya mwananchi wa kawaida. Hiyo shilingi 10 yako ambayo umetupa kwa baby, wakati naingia hata nikipunguza mafuta na shilingi 10, si nitakuwa nimekurudishia pesa yako? Ama mnaonaje? Nikitoa hii housing levy ya Ruto, si nitakuwa nimekurudishia 10 bob yako? Mimi nataka nikuwe na deni yenu, sio deni ya ama maperi watakuja kunisumbua wanataka matenda ya barabara. Kwa sababu tunataka kukomboa nchi. Kimilili oye! Kimilili oye! Sema one time Ruto asikie! We thank William Ruto for impeaching Rigathi Gachagua so that together we are going to liberate even William Ruto himself from this type of problem. And they say, it was Shakespeare who said, there's a tide in the affairs of man, taken its height, leads to fortune. Abundant, the rest of life is lived in misery. This is a paraphrasing. I want to encourage you, Ndugu Rigathi. You stand stronger than when you are deputy president. Nobody knew you. Now the country knows you. My sister mother, my twin sister, you were Ruto, Raila's running mate. You were the first one to say, he, haifanyiki, most principled, amazing Kenyan lady, even the region, standing for justice and everywhere in our region. My sister mother, I'm very proud that you call me your political twin. We will stand together. My brother Eugene Wamalwa, these last 2 years, we've been on those trips everywhere across the length and breadth of this country, waiting for other friends to come like Fred Matiang'i and JB Muturi. Sasa nataka kumuomba ndugu yangu Lusaka. Ndugu yangu Lusaka, usizame na Ruto. Wewe ni ndugu yangu. Mimi nakuheshimu. Na nilikuambia nitakujua mpaka Kamukuywa ni kuombe kura yako. Leo nikiwa hapa Kamukuywa nataka kuomba kura ya Lusaka. Najua ako tu mahali hapa nasikiza. Lusaka papa. Nenye kusabe kura yo, hata wakolo mwoli kuchaku kwa. Nenye ngwene nde kura ya Lusaka. Sekalika rio? Lakini nenye mumuolele, paka awulile.
Kamukuyu anano mwaro muli kura ya Ruto mbaota. So nataka mseme one time mpaka asikie. Ruto! 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 Na tuna sababu tunasema one time. Lusaka kama governor, unajua adui mkubwa wa ugatuzi, yule mtu ambaye amekufinyilia kama governor ni William Ruto. Sisi kwa Senate tukijaribu kusukuma pesa ikuja hapa chini, yule mtu ambaye anakataa kupea magatuzi yetu pesa sio mwingine bali ni Mheshimiwa William Ruto. Tunahitaji rais ambaye anaamini katika ugatuzi. Wamekatalia pesa za barabara na Lusaka anajua. SHA hailipi hospitali zetu na Lusaka anajua. Sasa Lusaka una support huyu mtu kwa nini? Na unajua anaumiza watu wako. So mimi ile kitu nataka kuwaomba watu wetu, iwapo tutaingiza serikali ya ulinda mwananchi hii, William Ruto harakisha hii barabara. Naona imejengwa pole kuma kama mvongo. Mahali tulifikisha ilikuwa ianze hapa Sekuru when I was vice president, nikasema no, ianze Mwingi ikiteremka. So William Ruto, weka bidii ifike Sekuru haraka sana. Tarabazi hata because imechelewa kwa miaka 10. Ingekuwa imepita mpaka ikaelekea upande wa Maua. Now, ladies and gentlemen, the video clip that I have begun with is a confession from Rigathi Gachagua. One of that assures and speaks to the language we all here on the Kenyan Daily for the last few days have been speaking. That Sisi Ndio Sifuna is the right way to go. And Sisi Ndio Sifuna is the only card that has a surety of taking President William Ruto come the year 2027. In his own words, Rigathi Gachagua said, I am delighted about the Sifuna Western meeting. I have called him to tell him well done. If it weren't for me chosen as the presidential candidate, then he wouldn't be shaking hands as president. Which means, I as Rigathi Gachagua, when the time comes for picking the presidential candidate for the united opposition to face William Ruto come the year 2027, and Edwin Sifuna is the right pick and picked by other leaders within the opposition, then I, Rigathi Gachagua, will throw my weight behind Sifuna and carry out an explosive campaign for the Sifuna's presidency. Ladies and gentlemen, naysayers have been selling the narrative that even though Sifuna has risen to the heights of being the best a candidate for the presidency come the year 2027, that the likes of Rigathi Gachagua won't back Sifuna for the presidency come the year 2027. But Rigathi Gachagua tells a different story. He says the naysayers are being set. The naysayers are trying to disrupt the opposition and to actually disrupt the peace of the opposition, where they want to sell a narrative that if Sifuna is to be the pick for the presidency, then Kalonzo and Gachagua will walk a different path and vie separately for the presidency. But Rigathi Gachagua tells them no. Gachagua has proved that his maturity for the politics of the Republic of Kenya has not only grown, but has proved to care about the Kenya we want more than personal vendetta or personal interest. Because the influence that Sifuna has garnered so far, you know, many within the opposition needed an assurance, needed Sifuna to prove to them that he is worthy of a candidate to rise to the occasion of being a presidential candidate for the opposition come the year 2027. And the young man, through his recent rallies, more so the last 2 days in Trans Nzoia County and Bungoma, where he held an homecoming in his home county in Bungoma, Sifuna has proved beyond reasonable doubt that his own people, the Mulembe Nation, got his back. And he used the Western Kenya as the back of Sifuna. Then,
there is nobody that is going to deter that. You know, before you go to seek a presidential election, first of all, you must appeal to your people. Your people must back you. Your people must sing your name. They must assure the rest of Kenyans that they will vote for you, that they will go to any means to ensure that you win the presidency. That is what Rigathi Gachagua needed. And Sifuna has not only won the heart of the people of Mlembe Nation. As I have said and repeated once and again, Sifuna is a general candidate for the opposition in the 2027 general election. Why? Sifuna bears the support of ODM supporters. The largest share of ODM is left with Sifuna. Mostly after his removal from the SG position and the minority whip in the Senate, Sifuna has won the heart of the people. Sifuna is a man that describes what unity for Kenya means. Because Sifuna can hold a rally anywhere in this republic, and that rally becomes explosive. You saw Sifuna hold rallies in Mombasa, in Taita Taveta. You saw Sifuna in Makueni and Kitui and Machakos. You have seen Sifuna when he held his first rally in the Mount Kenya region in Thika. You saw the explosive reception that he received. Now, that is the assurity that Gachagua needed to make the statement that he has made. That Sifuna, if picked and every opposition leader settles for him, then Rigathi Gachagua will actually lobby all others to back the Sifuna's candidate. I mean, before it was Kalonzo, but look at it at this juncture. Does Kalonzo actually appeal to everybody like Sifuna does? Kalonzo is, how can I put it? Kalonzo is a lazy politician. Let's say things as they are. I mean, look at it. Rigathi Gachagua, yeye ndio huyo ana make sure Mlima iko tight na iko united behind it. Because, I mean, you have seen the attempts of dividing the vote of Mount Kenya region to split Mount Kenya into two, Mount Kenya East and Mount Kenya West. Rigathi Gachagua has countered that. Currently, as he, in the video that I have begun with, he is speaking from Meru County, where he is holding interviews with the people, with the media stations of Meru, Embu, and Tharaka Nithi. Ladies and gentlemen, where is Kalonzo Musyoka? Sifuna ndio huyu, a young champ in the political arena. And that is why I actually saw sense in a video clip that circulated yesterday. I will play it at the end of this video, where Kenyans actually revealed how lazy Kalonzo is. I mean, Fred Matiang'i himself has proved that he is worthy of even rising to the occasion and becoming either running or a presidential candidate by how he has been organizing rallies and mobilizing for his Jubilee party in the ground. Kalonzo Musyoka yeye ako amekaa kwake Karen, anangoja Rigathi Gachagua kuja na kura za Mlima Kenya. And that is why I saw a statement made by lawyer Waoga Duku saying that Kalonzo Musyoka, I mean the Linda Mwananchi, will be forced to support Kalonzo Musyoka. And I came to understand that at this juncture, even Rigathi Gachagua knows that the best candidate fit for the presidency is Sifuna. And that is why he has assured it that those doubting whether he will back Sifuna for the presidency should actually draw that doubt out of the picture, because he is ready to draw his weight behind Sifuna if Sifuna is picked as the presidential candidate. Remember, Sifuna is, apart from the fact of Raila Amolo Odinga, the fact that the Mlembe Nation, the second largest voting bloc, is fully behind Sifuna. Sifuna is also the favorite candidate for the Gen Zs and millennials, the young generation of the Republic of Kenya. And that is why you see
The movement that was begun just as a mere hashtag on social media called Sisi Ndio Sifuna has actually spread like wildfire all over the country and has taken over to prove how this man has the favor to amount to the presidency in the 2027 general election. So the doubts are over. And Gachagua amesema yeye asipochaguliwa kama presidential candidate, basi atasimama na kusema yeye ndio Sifuna, ataunga Sisi Ndio Sifuna mkono. Ndio maana tukikamilisha hii video, mtazamaji, nawakumbusha tu Sisi Ndio Sifuna, atutishi, atubabaiki. Linda mwananchi ni kulinda Kenya, na kulinda Kenya ni kulinda mwananchi. Ni hayo tu kwa sasa.